Tunafahamu sasa hivi vijana wapo mbioni katika kutafuta ajira, kutafuta kazi sehemu mbalimbali, na kuna masuala mengi ambayo watahusishwa nayo, hasa ni swala la interview. Kwa hiyo bila kupoteza muda, kuna masuala au kuna mambo matano muhimu ambayo nitakwenda kukuelekeza, ambayo kijana unapaswa uzingatie, au mtu yeyote yule ambaye unatafuta kazi unapaswa uzingatie, ili uweze basi kufuzu au kufanikiwa katika interview yako. Nimekuandikia hapa mambo muhimu katika interview. Na bila kupoteza muda, jambo la kwanza na la muhimu katika interview ni nini? Ni maandalizi. Kwamba unapokwenda kufanya interview sasa, umeitwa kwenye ofisi, umeitwa kwenye taasisi, basi unapaswa umejiandaa kikamilifu. Na ninapoongelea maandalizi namaanisha nini? Maandalizi haya sasa, umeandaa vyeti vyako, nakala au kopi za vyeti vyako ukiwa umeziandaa vizuri kabisa, pamoja na nini, na wasifu wako au CV na yenyewe kwa umeiandaa vizuri, na barua zako umeziandaa vizuri, umepangilia mambo yako vizuri kabisa. Hiyo itakusaidia sana, ili utakapofika wakati sasa unaenda kwenye interview, tayari unakuwa uko na vitu vyako vyote bila kupata usumbufu wote. Kwa hiyo jambo la msingi la kupaswa kuzingatia ni maandalizi. Lakini pia jambo lingine, jambo la pili tunapaswa kuzingatia ni kufahamu vision, goals na mission. Ndio, kuna vitu vinaitwa kwenye taasisi hizi, au kama ni shule au kama ni chuo, huwa wana vision zao. Vision zao ni zipi? Maono yao ni nini? Goals, malengo yao. Mission, mipango yao wanataka kuitimiza ni ipi? Lakini pia kunakuwa na core values. Hii inakuwa ni kama miongozo ya taasisi husika, au ni shule au ni chuo. Lakini pia kunakuwa na moto. Kwa hivyo ni vitu vya kuzingatia, unapaswa kufahamu kwamba ninaenda kwenye taasisi fulani, ninaenda kwenye chuo au shule fulani, basi nahitajika kufahamu moto wa ile shule. Labda wenyewe wanasema elimu ni ufunguo wa maisha. Nifahamu ule moto. Ukifika kwa wakati wa interview, kuna namna unaweza kuuliza maswali kuhusiana na shule yao. Je, vision yao ni ipi? Mission yao ni ipi? Goals yao ni, au moto wao ni upi? Kwa hiyo kwa wewe kuweza kujibu, itakupa credit, itakuongezea na utajengea hali ya kuaminika kwamba wewe ni mtu makini. Kwa hiyo jambo la msingi kuzingatia, unabidi ufahamu hizo goals, mission, vision, core values pamoja na moto kama ni shule au taasisi na sekta nyingine. Lakini jambo la tatu ni usafi na unadhifu. Jambo la muhimu sana unapokwenda kwenye interview, basi hakikisha uko vizuri. Watu wanasema kwamba mtu akienda kwenye interview lazima apendeze. Kuna tofauti ya kupendeza na kuwa msafi. Kupendeza, unaweza kujiona umependeza lakini mbele za watu kuonekana hujapendeza. Wewe ukavaa vituko, uko tofauti. Kwa hiyo jambo la msingi nalosisitiza, unapaswa uzingatie usafi na unadhifu. Vaa nguo zako vizuri, kama umenyoosha vizuri, nguo ziko safi na umejistiri vizuri. Usivae kama unaenda disco, unaenda club, unaenda kwenye interview. Kidogo hiyo itakupunguzia credit. Kwa hiyo jambo la msingi la kuzingatia, jambo la tatu ni usafi na unadhifu. Lakini pia jambo la 4, nasema kwamba kamwe usiseme vibaya taasisi au ofisi ya awali uliotoka. Watu wengi hapa wanafanya makosa hivi kwamba umeenda kwenye taasisi fulani, labda taasisi ya mwanzo ulikuwa sehemu fulani unafanya ni shule au ilikuwa chuo, alafu umeenda sasa kwenye taasisi nyingine, wakati interview unaulizwa unaanza kusema vibaya taasisi uliotoka, kwamba bwana, ile taasisi kule walikuwa hawalipi vizuri, au ile taasisi kule unajua mkurugenzi alikuwa na tabia 1 2 3, ile taasisi kule nimeondoka. Hiyo inakuwa ni red flag kwamba unajiweka pabaya, kwa sababu hata hiyo ofisi au hiyo taasisi mpya ambayo unaweza kuomba kazi, ama ni shule ama ni chuo, na wenyewe watakuona basi huyu mtu ana shida, kwa sababu ikitokea na pale ukaacha itakuwa vipi? Ina maana na wenyewe utakwenda kuwasema vibaya katika taasisi au katika idara nyingine utakayokwenda kuhamia huko. Kwa hiyo wanashauri au tunashauriwa, ukienda kwenye interview usiongelee vibaya taasisi ya awali uliotoka. Na hata kuulizwa kule kuna changamoto gani, ziwe za kawaida tu, lakini sio kusema bwana kuna hivi na hivi na hivi. Hapana, jitahidi kuisema vizuri ili na wenyewe wajue basi kwamba huku kule haukuondoka kwa matatizo au haukuondoka kwa vurugu. Hilo ni jambo la msingi, jambo la 4 la kuzingatia. Lakini jambo la 5 na la mwisho ni majibu kuhusu mshahara. Watu wengi wao wanafeli hapa. Unaulizwa, umeshafanywa interview, umeonekana uko vizuri,
pale manager au ni mkurugenzi anakuuliza tukulipe mshahara wa shilingi ngapi, watu wengi huwa wana changamoto. Unakuta mtu anakuambia nipeni 500,000, nipeni 600,000, 700,000. Unaweza kutaja mshahara, kumbe hata manager mwenyewe mshahara halipi. Kwa hiyo inakuwa unajiweka sehemu mbaya. Jambo la msingi katika taasisi, umefika kwenye interview pale, umefika hatua sasa ya mnasaini mikataba, unaambiwa tukulipe mshahara wa shilingi ngapi. Wajibu hivi: nilipe mshahara kulingana na sera za uajiri katika taasisi yenu, kwamba tunaamini kila taasisi, kwa taasisi iliyo imara inakuwa na sera zake za kuwalipa mishahara wafanyakazi wake, kwamba mfanyakazi atalipwa mshahara kwa kiasi gani akiwa anaanza, na huu mshahara tunafahamu utapanda ama utakuwa vipi. Lakini jambo lingine la kuzingatia ni nini? Ni uambie pia wakulipe mshahara kulingana na kiwango chako cha elimu. Una diploma, una degree ama una master, wakulipe mshahara kulingana na kiwango chako cha elimu, kwamba pia mishahara pia inategemeana na kiwango cha elimu. Na kila taasisi pia lazima hiyo imeainisha hivyo vitu, kwamba mtu mwenye degree, mtu mwenye shahada tutamlipa mshahara wa shilingi ngapi, labda ni 700,000 au 800,000 au 500,000, kutokana na nini? Mustakabali au kutokana na sera za taasisi yetu. Kwa hiyo ukiuliza swali hilo, wajibu kwa namna hiyo itakujengea uaminifu na utaonekana ni mtu unayejitambua. Usikurupuke kujibu swali kwenye interview. Ukiuliza swali sio vita. Ukiuliza swali tuliza akili, jibu kwa ufasaha zaidi. Nadhani hapo utakuwa umejifunza na mambo 5 muhimu ya kuzingatia katika interview. Unaweza ukasubscribe hapo kwenye alama ya kengele kwenye channel, lakini pia unaweza ukalike au ukacomment ili kutoa maoni yako, kwamba ukieleza umejifunza nini na unatamani katika kipindi kingine tujifunze au tuangazie mambo yapi. Lakini pia usisahau kushare